nisikilize. Ukitaka tuelewane, ni bora ujishushe tumtape huko. Yaani mimi na wewe niungane na shetani ibilisi kama wewe. Kumtafuta mtoto wangu. Hivi wewe unajitambua wewe ni shetani? Unajitambua wewe ni ibilisi? Unajitambua wewe? Yaani wewe ni mnyama. Kimya wewe. Kimya nini? Kwenye mbili uanza na moja, mimi bado unajikunguja, pata yangu ya Mungu nisaidie, saidie. Dada, naomba unisikilize kwa makini. Na kuheshimu sana. Sawa? Na kurespect sana. Mwache mtoto wa watu, ana shida gani? Sasa basi. Wewe unataka aondoke? Iwapo atatoa mguu wake hapa na kuenda huko anataka kuenda ili kusudi wewe fly. Dada, utarudi kulala hicho chumba. Mashimbo, unanikosea heshima. Mdogo wangu unanikosea heshima. Mimi ni dada yako. Mimi nakwenda kulala kwenye kitanda chako. Kama ni heshima ilianza kuvunjika toka mwanzo wewe ambapo ulianza kumvunjia heshima mke wangu. Najua unanielewa vizuri. Labda nirudie tena. Iwapo atatoa mguu wake hapa ndani na kuenda kokote atakako kujua yeye kwenda, dada, utafunga taulo na utamiliki kile chumba. Wewe mtoto. Wewe mtoto wewe. Usijua nivunjie heshima. Iwe mwanzo na mwisho. Usinitafutie balaa. Sasa nikwambie. Huyu kigagula wako ataondoka. Labda sio mimi dada yako. Kama mimi dada yako, hapa tu. Wewe kumbe unijui vizuri. Unanionaga tu, yani hivyo tu, unanionaga tu hivyo tu. Hujadijua vizuri. Mimi ni dada yako. Hapa tu. Ataondoka. Nafikiri nimeshaongea, nimemaliza. Iwapo ukitaka nikuheshimu, mheshimu mke wangu. Niheshimu na mimi pia. Na wewe nitakuheshimu. Nimemaliza. Wewe Mashimba wewe. Usinitafutie balaa. Hapa ataondoka, labda sio mimi dada yako. Shenzi wewe. Seremba! Seremba! Wapi mama tukuoni? Tukuoni tena. Ulipofariki mama, wakaja ndugu wenye tamaa, na zile mali ulioacha walichukua. Na kwanza nirudi nyuma ulivyoumwa. Wewe unatoka wapi? Nimetoka hapo dukani mara moja kaka. Show. Marahaba. Shemeji yako yuko wapi? Shemeji wametoka asubuhi na. Wametoka na? Ndio. Ameshaanza kumfundisha na tabia za kishenzi. Sawa. Sasa mimi naenda ofisini mara moja, nitarudi nikukute nyumbani. Sawa. Samahani sana kaka. Samahani kwa nitakuwa nakukwaza na kukosea. Kaka, ndoa yako naona iko sawa. Ukiangalia ni ndoa ambayo haina amani, furaha. Na isitoshe pia shemeji yuko sawa na uko sawa. Pengine ni kama msaada kwako. Kwa sasa wewe unaweza ukawa msaada gani kwangu? Kati ya mimi na wewe nani aliyemsaidia mwenzake? Wewe. Sasa kama mimi ndio nimekusaidia, wewe unaweza kuwa msaada gani kwangu? Au unataka nikuchoke haraka? Nisamehe sana kakaangu. Wewe si nimekusaidia kule, nimekukota, nimekuleta nyumbani. Mambo ya familia yangu pale ndani wewe inakuhusu nini? Eti nisamehe sana kakaangu. Ukiendelea na hizo tabia zako za kufuatilia maisha ya watu pale ndani, nitakuchoka haraka sana. Kama umechoka kukaa pale, uondoke. Nisamehe sana kakaangu. Life yangu mimi pale nyumbani kwangu na familia yangu wewe haikuhusu. Tena kaa kimya. Usije ukasababisha nikakuchoka haraka sana.
Nenda kama ni chai unaenda kupika, kapike chai, unywe, kaa tulia. Sina kutakia kazi njema. Haya. Umefurahi? Hivi wewe ni ndugu yangu kweli? Tumezaliwa na mama mmoja na baba mmoja kweli? Unanifanya niteseke usiku na mchana kwa sababu ya kumtafuta mtoto wangu. Kumbe ulikuwa unanichekea kinafiki sana. Sasa ndo nimejua makucha yako. Hivi kwa hiyo unafurahia shida zangu, tabu zangu? Hivi unajua jinsi gani unanipitisha kwenye mapito magumu? Si ungemaliza yule mtoto ukweli? Kuna mumunye maneno. Mimi kumaliza ukweli ndio nimekuwa na roho mbaya. Wewe hujai kuwa mama hata siku moja. Na hujai enda leba kama wanawake wengine. Na shangaa unakuja kunipigia makelele, mtoto wangu, mtoto wangu. Huyo sio mtoto wako. Ana wenyewe dada. Unasikia eh? Alafu siku nyingine ukikutana na mimi, naomba sio kanyunia mdomo hata siku moja. Ukiongea na mimi, ongea kwa adabu. Lakini kumbuka yule mtoto nilimlea mimi tangia akiwa mdogo. Kwa hiyo yule ni mtoto wangu. Kwenda leba sio tatizo. Sasa nisikilize. Ukitaka tuelewane, ni bora ujishushe tumtape mtoto. Yaani mimi na wewe niungane na shetani ibilisi kama wewe. Kumtafuta mtoto wangu. Hivi wewe unajitambua wewe ni shetani? Unajitambua wewe ni ibilisi? Unajitambua wewe? Yaani wewe ni mnyama. Kimya wewe. Kimya nini? Ndiyo, ndo naona. Ni wengi wametuma CV zao, ila za kwako naona kidogo zimenifurahisha, nikaona unastahili kufanya kazi na sisi. Asante, nashukuru. Ulishawahi kufanya kazi popote? Hapana, sijai kufanya kazi za yote. Toka umemaliza masomo yako haya ya sheria? Tokea nimemaliza masomo yangu, nitoka nje ya mji kidogo, nikaendelea na majukumu yangu madogo madogo. Okay, sawa. Sasa karibu. Asante. Hapa ni ofisini kwangu na wewe pia ni ofisini kwako. Basi nashukuru. Nashukuru sana. Mimi nikuahidi tu kitu kimoja. Nitafanya kazi kwa bidii sana. Utakuwa unabaki hapa ofisini kwa sababu kuna wakati mimi natoka naenda mahakamani kutimiza majukumu yangu. Sasa nyuma huku kuna watu wanakuja alafu wanakosa huduma. Lakini wewe ukiwepo naamini kila kitu kitakuwa sawa. Mimi nikuahidi tu kitu kimoja. Nitafanya kazi kwa bidii sana. Kazi utaanza kesho. Kesho utaingia ofisini rasmi. Muda wetu wa kazini ni 2:00 kamili asubuhi. Basi sawa, haina shida. Ngoja basi mimi nikuache. Nikutakia siku njema. Haya, shukrani. Sasa subiri nikwambie. Unasikia? Wewe unajifanya kwamba wewe ni mama halali wa huyo mtoto. Kazi kufuga tu matumbo hapo. Yaani tumbo umelijaza tu tumbo. Hata yani hufikiri kwamba kuna kutafuta mtoto. Laana wewe mwana kulaaniwa. Sasa sikiliza nikwambie. Yaani ni hivi. Ama zako ama zangu. Mtoto wangu asipomuona. La sivyo. Yaani hapa ni tutatenganisha undugu kama mfereji. Sasa subiri uone upande wangu wa pili. Ndio utanichukia milele. Hutahitaji hata kunioa katika uso wa macho yako. Sasa sikiliza nikwambie. Huu mguu ndio anaelekea polisi sasa. Ndio utajibu kwamba huyo mtoto umemtoa wapi.
Na kama huyu mtoto alimwendea leba, basi polisi ndio watafanya kazi yao. Wewe ni ndugu yangu. Naomba kwa hili swala la kwenda polisi, rudi nyuma, utambue kwamba mimi ni nani wako. Kumbuka tulikotoka. Kumbuka ni haya mapito yangu tu ambayo yametufarakanisha. Usinichukulie mimi mdogo wako kwamba mimi nina roho mbaya hivyo. Naelekea polisi. Hayo maneno utakayokuja kuulizwa ndipo utajua kwamba ulienda leba au la. Alafu nikwambie kitu kimoja. Unaojiita mama. Hili tumbo lishai kubeba mtoto hivi? Wakiitwa wanawake walienda leba na watatoka. Kazi kunenepeana tu na kufuga tumbo. Baada ya kutafuta mtoto wa kwako na ng'ang'ania mtoto wa watu. Muangalie. Kifua kama fuso vile. Huyu nahisi anazidi kulitoa moyo wangu. Nahisi anazidi kunichokonoa. No, oh, 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 yeah, yeah, oh, 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 yeah. Napenda ulivyo tu, uzuri wako unaniweka miro. Samahani sana shemeji, kama nitakukwaza. Niambie Selemba. Shemeji, ndoa yake imejaa migogoro sana na ina changamoto pia. Na inaonekana Zai ni mtu mwenye mawazo sana. Shemeji, mimi nakuomba tafadhali, achana masuala ya kuwaza. Kwa sababu kila kukicha ni mtu wa huzuni. Furaha yako imekata kabisa. Selemba, wewe ni mtoto mdogo. Kwa hiyo mimi najiomba haya mambo ya ndoa utuachie sisi. Maana yanaendelea hapa ndani yanaweza akawa funzo kwako. Sawa shemeji. Nimekuelewa. Vipi ule mzigo wangu? Samahani sana shemeji. Ndio umenikumbusha, ila nataka niufuate haraka iwezekanavyo. Sawa. Hivi leo mbona sijamwona ule mdada wa kazi? Toka asubuhi. Ametoka. Ila shemeji, nakuomba tafadhali, yule mfanyakazi asababishe ikawa chanzo cha kubomoa ndoa yako. Kwa sababu siku ya kwanza tu alipofika ulikuwa kwenye hali nzuri. Na siku ile alipofika niliona taswira yako ya mawazo ikajaa papo kwa papo. Sawa, tuachane na hayo. Kwa hiyo naomba uniletee mzigo wangu muda huu hapa, maana na shida nao. Basi sawa shemeji. Ngoja nikimbia la kiwezekanavyo nikachukue mzigo. Basi sawa, ngoja niende ndani. Teko fulani chumbani, yani joto joto. Pepe 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 pepe, nami nikupe pepe pepe, unipe pepe. Paradise, paradise, me and you paradise, 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 me and you paradise, paradise, paradise. Mwanamke kabisa unaperuzi, si ndio? Sasa kwani kuna shida gani? Mimi nimemaliza kazi zangu, nimeamua nisimame hapa. Umemaliza kazi zako. Hii nimebedekiwa hii. Ninachokijua mimi,
Nimefanya usafi kila kona ya hii nyumba. Sasa unavyoniuliza hii nyumba imedekiwa, sijui unamaanisha nini? Hii nyumba imedekiwa na mwanamke. Hii imedekiwa hii. Mimi ninachokijua nimedeki ndani, nimesafisha kila kona ya hii nyumba. Sasa unavyoniambia hapa umedeki, sijui unamaanisha nini? Hivi mwanamke, mbona unakuwa na dharau hivi? Mbona unakuwa na kiburi? Kama umemweka kaka yetu mikononi mwako hivi, ni huko kwamba wewe kaka yako amebadilika rangi au amebadilika sura. Halafu naomba kujua kitu kimoja. Ni kwa nini kila ninachokifanya humu ndani, yani mnaona kama vile nawabana sana, ni hamna uhuru na nyumba yenu? Unaweza kanipa sababu? Na mimi nikajua. Shauri mkubwa wewe. Kazi tu kula tu hapa ndani kwetu. Unakula watu wengine sisi kushiba. Nakula sana. Kwa chakula gani hicho unachokisemea? Chakula chote nawapikia humu ndani na watengea mezani, mnakula mnashiba wenyewe. Mkimaliza ndo mnaniletea mimi. Alafu unaniambia sijui nini. Kwa basi hata na hayo mwanamke. Umeshaota mapembe sasa, si ndio? Umekuwa na kiburi. Ulikuja hapa nyumbani kwetu, umekondeana utafidi chelewa. Sasa hivi nimefutuka, unaleta kiburi. Sasa naona uko unakoendea tunavunjiana heshima. Yaani nakuona unavuka mipaka kabisa. Nisikilize nikwambie. Sawa? Hapa ndani mimi naishi kwa ajili ya mtu mmoja alionileta ambaye ni mume wangu. Sawa? Mimi siwezi kumsikiliza mtu ambaye hanisikilizi wala haniheshimu. Sawa? Nikwambie tu, yaani siku nyingine ukija sitakupokea kama nilivyokupokea hapa sasa hivi. Tutapokeana yani vibaya. Yaani sasa hivi tutaonana huko ndani wabaya. Kila mtu aishi kwa mipaka yake. Sijui tunaelewana? Naona tunazoeana sasa hivi, tunazoeana sana. Sasa hivi nitaishi kwa mipaka yangu ninayoijua na kwa kumsikiliza tu mume wangu. Kwanza naomba simu yangu hapa. Hivi mwanamke kumbe hana akili. Kumbe ni mshenzi kiasi hichi. Sasa nakwambiaje? Hapa ndo nimefika. Nitakuonyesha. Mshenzi mmoja wewe. Nilikwambia mambo mazuri yanapatikana hapa katika hoteli ya CJ Resort. Ndio kabisa. Umejioneaje? Yaani mazingira ya kwanza hadi nimefurahi sana mazingira ya hapa. Na ninaenjoy kabisa. Ase bana wewe. Kwanza naomba nisikilize. Ndio kabisa. Ukishafika hapa kama nilivyokuahidi. Ndio. Utalala, utakula, utakunywa, restaurant, kila kitu. Umesahau simple yenyewe. Nimeogelea leo. Nilikwambia. Ase ni safi na salama. Na salama. Na ulinzi upo wa kutosha. Wa kutosha. Kama ulivyoniambia. Ulichokisahau sasa. Kwenye chakula. Naomba ukienda mikoani kawaambie ndio SG Resort ndo habari ya Arusha. Tama mbele mauti nyuma, hivyo nifunzo na wazazi atacha watu siwezi karibia, nakupa nitacha umia, na ndugu na mapesa yao hawataki kunisaidia, pembeni na vicheko vyao hawakutaka kunisikia. Sema na nguo zimejaa viraka, mikono nyuma, mtaani nachongea, yani sina msata, ninapopita barabarani wanaongea. Natamani usiku iwe mchana na mchana iwe usiku, ila somumba yatapita, ni majaribu au nimerogwa. Hata nyumba sina, hata kibanda sina, nguo za kuwazima.